Naam, siku chache zimepita tangu nilipokuwa hapa mbele yenu na tuliangalia juu ya kikosi cha Young Africans ambacho tuliweka wazi kwamba kipo sokoni wakati huu wakihitaji kuongeza nguvu katika benchi la ufundi, kwa maana ya kuleta kocha mkuu mpya ambaye anaweza kuja kuiongoza timu hiyo kufanya vizuri zaidi katika mawanda ya kimataifa. Ikumbukwe tulizungumza kwamba Young Africans ni timu ambayo tayari ndani ya ardhi ya Tanzania, no doubt ni timu ambayo imethibitisha kabisa, huu ukiwa ni msimu wao wa 4 wamekuwa wakifanya vizuri mfululizo. Lakini kwenye anga la kimataifa walifanya vizuri zaidi msimu mwaka 2022-2023 kwa kwenda mpaka fainali ya kombe la shirikisho. Lakini katika ligi ya mabingwa msimu mwaka 2023-2024 ndio ambao walicheza hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo ni timu ambayo msimu huu wa 2024-2025 haikufanya vizuri sana kwa sababu iliishia hatua ya makundi, na kimsingi kwa standard ya taifa hatua ya makundi si hatua ya kuridhisha. Hivyo basi Young Africans wameona kuna kila sababu ya kuongeza nguvu katika benchi lao. Sipo hapa kuconfirm kwamba Hamdi Miludi hata kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans, nisiwasemee Yanga katika hilo, lakini ninachokijua ni kwamba wanataka kuongeza nguvu katika eneo hilo la technical staff kwa kumleta kocha mwenye wasifu mkubwa zaidi kwenye anga la kimataifa. Sasa basi, so far tunapozungumza, kocha ambaye anazungumzwa na nilikuja mbele yenu hapa kuwaletea hii story ilikuwa ni Jean-Frola Ibenge, kocha wa kimataifa wa DR Congo ambaye Watanzania wengi wanamfahamu. Sio kocha kumwelezea sana. Mafanikio yake tuliwahi kuyazungumza hapa kwamba ni kocha ambaye amewahi kubeba mataji ya michuano hii ya CAF akiwa na ngazi ya klabu na timu ya taifa pia. Katika ngazi ya klabu ikiwemo taji ambalo lilibeba akiwa na RS Berkane la kombe la shirikisho Afrika, akicheza fainali dhidi ya Orlando Pirates ya Fadlu Davids na Mandla Sikazi. Lakini katika michuano ya timu za taifa alibeba ubingwa wa CHAN mwaka 2016, fainali ambazo zilifanyika pale Rwanda. Kwa hiyo hii ndio picha ya jumla ambayo tulikuwa tumejadili kwa mara ya mwisho. Sasa basi, vyanzo vyangu vinaniambia kwamba kikosi hicho cha Young Africans walijitahidi kufanya mazungumzo na Jean-Frola Ibenge ambaye anamaliza mkataba wake ndani ya kikosi cha Hilal, na mazungumzo haya hayakuanzia hapa. Ilikuwa muda mrefu, yana wastani wa wiki 3 hivi sasa. Huko mwanzo alikuwa na uvumi, lakini baadaye yakafikia hapa kwenye jukwaa letu na tukaja kuyaweka hapa. Sasa kimsingi Jean-Frola Ibenge na Young Africans mazingira yanakuwa magumu, yanaonekana kuwa magumu. Kwa nini? Kwa sababu ya fedha ambayo Frola Ibenge anahitaji, kwa maana ya mshahara ambao anauhitaji. Ni fedha nyingi. Bado sija confirm figure, nikiconfirm tutarudi hapa tena kuja kujadili juu ya kiwango hiko cha fedha ambacho anakihitaji Jean-Frola Ibenge pamoja na timu yake ambao anahitaji kuja nayo kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini mbali na hapo, Jean-Frola Ibenge anahitajika na timu kadhaa ikiwemo kule Saudi Arabia, Kuwait, alkadhalika. Huko kote zipo klabu ambazo zinamhitaji, na klabu nyingine zinatokea Libya pia zimeonesha nia ya kumhitaji Jean-Frola Ibenge. Kwa hiyo ni kocha ambaye hayupo tu kwamba hana kazi, yuko pale kwa maana kwenye kikosi cha Hilal. Hilal wanataka ongeze mkataba, lakini mwenyewe anataka kutafuta changamoto mpya sehemu nyingine. Ni kocha ambaye anafahamika kwa ubora wake, hivyo ameshajiuza, so inakuwa rahisi kwake kuweza kupata timu maeneo mengine. Lakini ni kocha ambaye anaangalia pia maslahi, kama tunavyofahamu Wakongomani wanapenda kuangalia maslahi yao. So inaonekana kuwa deal hii ina ugumu ndani yake. Haijafa kabisa kwa maana ya mimi haijanifikia taarifa kwamba deal imekufa kabisa, hapana, lakini inaonekana kuna uzito ndani yake. Sasa basi, baadhi ya vyombo au vyanzo vya habari kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika vimeripoti juu ya uwezekano wa kikosi hicho cha Young Africans kunasa saini ya aliyekuwa kocha wa Wydad Casablanca. Hapa tunamzungumzia Rulani Mokoena. Rulani Mokoena, huyu ni kocha wa Afrika Kusini ambaye Watanzania wengi wanamfahamu kama sio wote. Ni kocha ambaye amefundisha kikosi cha Mamelodi Sundowns
kwa mafanikio ya kuridhisha, lakini pia ametoka kufundisha kikosi cha Wydad. Kwa hiyo sio jina geni kwa wale ambao hawakumsikia, basi kwa wale ambao hawakumuona basi wamemsikia Rulani Mokoena ambaye ana umri wa miaka 38. Sasa basi taarifa zinaeleza kwamba Young Africans wamerusha rada zao kwa Rulani Mokoena wakiangalia uwezekano wa kumpata. Ku-approach sio dhambi. Kila klabu inaweza ku-approach, lakini swala la kupata ni jambo jingine. Sasa Rulani Mokoena miongoni mwa timu ambazo zinamuinda pamoja na Young Africans, lakini asilimia kubwa inaonekana Rulani Mokoena anahusishwa na klabu yake ya zamani kwa maana ya Orlando Pirates. Huku ndiko ambako anahusishwa nako. Ni sehemu ambako amewahi kufanya kazi kwa kuaminiwa, akipita pale kama kocha msaidizi, ingawa kuna kipindi kifupi pia alipita kama kocha mkuu. Sasa Rulani Mokoena, Young Africans wanahitaji kocha ambaye anaweza kuwavusha kuwapeleka daraja jingine, lakini huyu kocha hajafanikiwa kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika akiwa kama head coach. Alikuwepo katika kikosi cha Sundowns mwaka 2016 ambacho kilicheza fainali dhidi ya Zamalek ya ligi ya mabingwa Afrika na wakashinda Mamelodi Sundowns na wakabeba ubingwa, lakini alikuwa kama assistant coach chini ya Pitso Mosimane. Hivyo basi projekti hii ya yeye kuwa assistant coach katika kikosi hichi ambacho kilibeba ubingwa 2016 kikamrejesha tena Orlando Pirates, kwa maana alitokea Orlando akaenda huku na kufanya kwake vizuri, wakamrudisha tena Orlando Pirates, na alipofika pale akawa tena kama assistant coach chini ya Micho, lakini baadaye akafanya kazi chini ya Joseph Zimbabwe, na baadaye akaenda kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns. Yani alirudi tena, alipitia Chipa United kidogo, lakini baadaye akaenda Mamelodi Sundowns tena, ambako alikuja kukabidhiwa timu baadaye. Pitso hapo ameshaondoka. Mankithi Mankoba pia naye alifanya kazi kidogo, akabadilishwa majukumu, kwa maana ya Mankithi akatolewa kuwa head coach na head coach akaenda kuwa Rulani Mokoena, na Mankithi Mankoba akawa kama assistant coach. Rulani Mokoena akiwa na Mamelodi Sundowns, kitu kikubwa pengine usimuone katika mafanikio ya kimataifa kwa maana kubeba mataji mengi ya michuano ya kimataifa, lakini Rulani Mokoena sanaa yake, sayansi yake ya uchezaji wa Mamelodi Sundowns yake ilikuwa ni ya kipekee. Mamelodi Sundowns chini ya Pitso Mosimane ilicheza vizuri sana. Baada ya Pitso kuondoka, timu ikaonekana kama imeyumba kwa maana ya uchezaji. Alivyorudi Rulani Mokoena, timu ikaonekana kuwa stable tena kwa maana ya uchezaji. Leo hii Rulani hayupo kwenye kikosi cha Sundowns, lakini kocha ambaye yupo ni Miguel Cardoso. Ni kocha ambaye ameonekana kufanya vizuri ndani ya Afrika Kusini na kimataifa, kwa sababu tunapozungumza sasa hivi wapo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Pyramids, lakini aina yake ya uchezaji imekuwa criticized. Kuna watu wamekuwa akikosoa kwamba sawa, Cabo Yellows wapo fainali, lakini uchezaji huu sio uchezaji wa Cabo Yellows ambao maarufu wanajiita Abafana Bastyles kutokana na aina yao ya uchezaji, au Brazilians, yani wanacheza samba football kama ambavyo Brazil waga wanafanya. Kwa hiyo na wao wamekopi ile tamaduni ya Kibrazil. Hivyo sasa Rulani Mokoena alitoka na kwenda zake Wydad Casablanca. Baada ya kufika Wydad ni timu ambayo ilimpa projekti Rulani Mokoena. Ikumbukwe msimu uliopita 2023-24 haikufanya vizuri. Kwa hiyo Rulani alikabidhiwa project kwamba ivushe Wydad, inyanyue Wydad, na wale walivyo, kwa maana zile timu za kaskazini hususan zile heavyweight, wakikupa project yao uivushe timu yao, maana yake ukachukua ubingwa na sio kuivusha timu ionekane haina structure nzuri. Sasa basi alipewa Wydad Casablanca. Rulani wakiamini ni kocha mkubwa mwenye wasifu mzuri, lakini alishindwa kwa muda wake ambao alikuwa pale, alishindwa kuipeleka Wydad katika nafasi ya kwanza au nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya Morocco mpaka alipoondoka, na sasa Wydad imemaliza ligi ya Morocco ikiwa katika nafasi ya 3 ya kombe la shirikisho Afrika. Lakini wenyewe waliamini kwamba Rulani Mokoena angeweza kuwapeleka kule. Sasa project ilionekana kama haikuwa vizuri. Watu ambao waliweza project ndani ya Morocco msimu uliopita ilikuwa kwa maana ya msimu wa 2023-24 ilikuwa ni Joseph Zimbabwe pamoja na Fadlu Davids ndani ya kikosi cha Raja, ambacho
walikikuta akina mazingira mazuri, wakaja kukipeleka juu na kikafanya vizuri, kwa maana kubeba ubingwa unbeaten. Baada ya kuondoka hawa makocha wawili, mmoja JS Kabylie, mmoja kenda Simba, timu imerudi tena katika mazingira yake mabovu. Maana yake project ya hawa wawili ilifanikiwa. Sasa leo hii tunapokaa hapa tunazungumza ni kwamba Rhulani Mokoena ndani ya kikosi cha Wydad Casablanca hakupewa muda wa kutosha kwa maana ya kuiandaa ile timu. Sasa basi, tofauti na mataifa mengine, kwa mfano kama huku Sub-Saharan, project hii unaweza ukapewa, ukaaminiwa na kupewa muda pia. Kwenye kikosi cha Young Africans, endapo itatokea Rhulani Mokoena anakwenda Yanga, ikitokea hilo deal kwa maana ya imefanikiwa kwenda Yanga, na taarifa, Rhulani ni coach expensive, alikuwa analipwa fedha nyingi sana ndani ya kikosi cha Wydad. Roughly alikuwa analipwa USD 80,000. Hii ni $800,000. 80,000 alikuwa analipwa USD monthly, zaidi ya milioni 200 za Kitanzania alikuwa anapokea roughly kwa mwezi. Sasa taarifa zinaeleza yuko tayari kupunguza kiwango cha mshahara alichokuwa anakipokea Wydad kwa ajili ya kujiunga na Young Africans. Pengine usishangae sana, kwa sababu mbali na yote makocha sometimes wanahitaji kuinitiate kitu kingine, wanahitaji kubadilisha mazingira mengine. Na ikumbukwe kwamba Wydad ndani ya Casablanca inaandikwa amefeli, ameshindwa ndani ya Wydad Casablanca. Kama ameshindwa ndani ya Wydad Casablanca, anatamani kwenda kwenye project nyingine, hata kama hatopata fedha kubwa, lakini kwenda kujipublish sehemu ambayo anaweza kwenda kutafuta tena ufalme wake upya, ili kurudi tena sokoni akiwa kuna kitu alikwenda kukianzisha na kilifanya vizuri. Kwa mfano, Fadlu Davids huyu leo hii ndani ya kikosi cha Simba, hapa alipofikia tayari ni eneo ambalo limemtambulisha Afrika zaidi, na ni muda ambao umefika wa yeye pengine kupata deals kubwa zaidi ambayo anaipata Simba. So kwa upande wa Young Africans, Rhulani Mokoena akitokea ameenda Young Africans, maana yake anaenda kwa willing ya kutaka kuanza tena upya ile project yake, kwa maana kujirudisha tena katika soko akiwa trusted, kuliko kwenda katika maeneo ambayo pengine yanaweza kuwa na pressure kubwa zaidi. Sasa basi, Young Africans, Rhulani akenda, pengine huenda akafanikiwa, kwa sababu Young Africans is not a project. Hii sio timu ya project, sio timu ambayo inaanza upya. Kwa mfano, Simba ni timu ya project kwa sababu asilimia kubwa ya kikosi wamekifanyia reshuffle. Wameleta wachezaji wengine, lakini wachezaji wenye umri mdogo, na ndo maana utawasikia hata wenyewe wanasema kwamba msimu huu tunajenga timu. Maana yake ndio hiyo project tunayozungumzia, kwamba kocha itengeneze timu. Hata kama ichukue ubingwa msimu huu, basi msimu ujao tunatarajia kuanza kuona matunda. Sasa kwa Young Africans iko tofauti. Wenyewe hawana project kwa sababu ni timu ambayo inaonekana kuwa strong ndani ya kipindi cha miaka 4, wana kikosi ambacho wanabadilisha, wanasajili wachezaji wengine, lakini kila kocha anayekuja ana click kwa maana ya kufanya vizuri. Tangu ameondoka Nasreddine Nabi, wamepita makocha wengine hapa kadha wa kadha, kama Miguel Gamondi, Sead Ramovic, lakini mpaka sasa muda ambao wanaye Miludi Hamdi, bado timu haitetereki kwa sababu tayari na foundation nzuri imesimama kama ilivyo. Kwa hiyo sio project mpya. Anachotakiwa kukifanya yeye ni kuja kuendeleza makali ambayo Young Africans wako nayo, aboreshe zaidi na kuwavusha katika michuano ya kimataifa, kwa sababu ana beat experience kwenye michuano hiyo ya kimataifa. So kama Young Africans watampata Rhulani Mokoena, itakuwa ni kitu kizuri sana kwa maslahi yao, kwa maana ya Yanga, na maslahi ya Rhulani Mokoena. Ingawaje deal inaonekana kuwa ngumu, kwa sababu so far Orlando Pirates, kocha wao Jose Riveiro anaondoka, ameagwa kabisa na klabu pia kwamba anaondoka, na taarifa zinaeleza kwamba anakwenda kujiunga na Ahli ya kule Misri. Sasa kocha ambaye yuko front katika laini ya kuhusishwa na miamba hiyo ni kocha Rhulani Mokoena. Kwa nini? Kwa sababu alifanya kazi ndani ya Orlando Pirates, lakini pia Fadlu Davids pia na yeye alikuwa akihusishwa, ingawaje aliclear kabisa kwamba kocha ambaye anastahili kwenda Orlando Pirates ni Rhulani Mokoena, kwa sababu hawa ni family, hawa ni kama ndugu, wamefanya kazi kwa kipindi kirefu ndani ya Orlando Pirates. Fadlu Davids umri wa miaka 43, Rhulani Mokoena umri wa miaka 38, mtu na mdogo wake ni makocha ambao wanapigiana chepuo. So Fadlu Davids anatamani kumuona Rhulani akenda kujiunga na kikosi cha Orlando Pirates, but so far tunapozungumza Orlando hawajazungumza jambo lolote juu ya kocha wao. Zimebakia tu kwamba ni rumors
ni tetesi ambazo zinazungumzwa, lakini hamna taarifa yoyote rasmi kutoka kwa miamba hiyo ya soka ya Afrika Kusini kutoka pale Soweto. So far tunapozungumza, Rwelani Mokoena ni free agent na Young Africans. Kama atafanikiwa kumnasa, basi ndo tunarudi pale pale kwamba itakuwa wameramba dume kwa kumpata moja ya makocha bora, kocha kijana kwenye generation ya leo ambaye anaweza kuwapeleka mbali zaidi.